Kulikuwa na kijana mmoja aitwaye Baraka, mkazi wa mji wa Sumbawanga. Baraka alikuwa kijana jasiri lakini mwenye udadisi mwingi. Siku moja aliamua kwenda kijiji cha Lowe, mahali palipozungukwa na milima ya kijani na misitu minene, mahali ambapo wazee walikuwa wakisimulia hadithi za ajabu tangu zamani. Watu wa Lowe waliamini kuwa kuna sehemu ya msitu iliyoitwa msitu wa mawe yanayolia. Walisema usiku ukifika, upepo ulipopita katikati ya miamba mikubwa ulitoa sauti kama mtu analia kwa uchungu. Wengi waliogopa kupita karibu na eneo hilo. Baraka hakusikiliza sana maneno ya wazee. Aliona ni hadithi tu za kuwatisha watoto. Siku moja jioni, akiwa na simu yake mkononi na tochi ndogo, aliamua kwenda peke yake kuuchunguza msitu huo. Mwanzoni kila kitu kilionekana cha kawaida. Ndege walikuwa wakiruka, upepo ukivuma taratibu, na anga likiwa la rangi ya machungwa kabla ya giza kuingia. Lakini alipozidi kuingia ndani zaidi, hali ilianza kubadilika. Kimya kizito kilitanda. Hakusikia tena sauti za ndege. Hata upepo ulionekana kukata ghafla. Tochi yake ilianza kudidimia mwanga, kana kwamba betri zilikuwa zinakufa, ingawa alikuwa amechaji kikamilifu. Ghafla alisikia sauti ya kunong'ona nyuma yake. Baraka! Aligeuka haraka. Hakukuwa na mtu. Moyo wake ulianza kudunda kwa kasi. Aliamua kurudi, lakini njia aliyotumia kuingia haikuonekana tena. Badala yake, aliona miamba mikubwa iliyofanana, kana kwamba msitu umebadilika na kugeuka kuwa kizunguzungu cha mawe. Sauti ile ilisikika tena, safari hii karibu zaidi. Kwa nini huamini? Alianza kukimbia bila mwelekeo. Alijikwaa na kuanguka. Alipoangalia mbele, aliona kiwedi kirefu kimesimama juu ya jiwe. Hakukiona uso, bali macho mawili yaliyong'aa gizani. Baraka alifumba macho na kuanza kuomba kimoyomoyo, akimkumbuka Mungu kama alivyofundishwa na mama yake. Upepo mkali ulivuma ghafla, majani yakaanza kuzunguka kwa nguvu, na sauti ile ikatoweka polepole. Alipofungua macho, alijikuta pembeni ya kijiji, karibu na shamba la mahindi. Ilikuwa tayari asubuhi. Wananchi walimkuta akiwa amechoka, mavumbi yamemjaa na macho mekundu kana kwamba hakulala. Alisimulia alichokiona, lakini wazee wa kijiji walimtazama kimya tu. Mzee mmoja alimwambia kwa sauti ya chini, si kila kitu kinachoonekana ni hadithi. Kuna maeneo yana historia na historia ina nguvu. Tangu siku hiyo, Baraka hakurudi tena katika msitu wa mawe yanayolia. Alibadilika, akawa mtulivu, mwenye heshima kwa mila na historia za watu. Na hadi leo, usiku wa manane ukifika, Lowe, upepo ukipita katikati ya miamba, sauti ya kulia husikika. Lakini sasa, watu husema wakati mwingine sauti hiyo hufanana na ya kijana anayekimbia gizani.